Hi food lovers, assalamu alaikum, karibuni sana Swahili Mapishi. Leo tunaenda kupika mzinga wa nyuki au honeycomb bread. So kwa kuanza kabisa unatakiwa una vikombe vitatu vya unga wa ngano kama unavyoona. Yes. Vikombe vyako vitatu vya unga wa ngano, alafu pia unatakiwa uweke hamira ya chenga kijiko kimoja kikubwa. Dry yeast kijiko kimoja kikubwa. Yes, utakuwa pia uweke nusu kikombe cha sukari, pia unaweza kuweka na chumvi kidogo kwa kupata tu ladha kwa sababu inatia kitu kizuri. Baada ya hapo unaweka vijiko vinne vya mafuta. Mimi nimetumia vijiko vinne vya butter. Kama hauna butter you can use, unaweza kutumia mafuta yoyote hapo nyumbani. Pia unaweka na kikombe kimoja cha maziwa. Baada ya hapo unaanza kuchanganya unga wako ili uweze kupata donge ambalo ni very soft and very clean. So utamix. Mimi nilitumia kumix dakika 10, ila mwingine yuko very fast anaanza kutumia dakika 5. Kama una machine unaweza kutumia dakika 5, kama huna unaweza kutumia dakika 10 kwa mikono. Ila mimi napenda kutumia mikono. So nilitengeneza donge langu, make sure linakuwa liko soft vizuri kabisa kama unavyoona. Yes. Baada ya hapo nikachukua bakuli langu ambalo ni safi, nikaweka donge langu ndani alafu nikafunika unga wangu. So nikauacha upate hewa ama nikauacha mpaka ufure. It's almost 30 minutes kwa dakika 30 ama dakika 25. Yeah. Baada ya hapo nikachukua donge langu nikaweka pembeni. Pia lazima uwe na cheese, lakini make sure iwe ni white cream cheese or any cheese yote unaweza kutumia, lakini lazima iwe ni cream cheese ambayo ina a lot of milk inside. Baada ya hapo unaanza kutengeneza balls. Kwa vikombe vitatu vya unga unaweza kupata balls 20. Unaweza ukapima, lakini unaweza kufanya makadirio. Lakini mimi nilipata balls 18 tu. Nilipenda nipate balls 18. So baada ya hapo nikaanza kukata cheese zangu vipande vidogo vidogo kama unavyoona. Baada ya hapo nikachukua pani yangu nikaipaka mafuta afu nikanyunyizia unga ili zisiweze kuganda. So kama unavyoona unachukua donge moja alafu unaweka cheese ndani then unafunga. So utafanya hivyo kwa donge zote hizo. Make sure unafunga vizuri kwa sababu unaweza funga vibaya ikikuwa kwa jiko inaweza kajiachia. Yep. So utafanya hivyo vote mpaka umalize. Baada ya hapo unaweza ukapaka mayai juu ama ukapaka maziwa. So mimi napendelea maziwa. So nikapaka maziwa juu. Alafu pia nikachukua na mbegu za ufuta nikaweka kwa juu. Mbegu za ufuta wengine hawaweki, lakini unaweza kuweka kwa sababu inapendezesha na kuwa kama urembo. Pia ukila unasikia kama crunch kwenye mdomo. Yeah, so nikaweka na mbegu za ufuta juu, wanasema sesame seeds, nikaweka juu. Baada ya hapo nikaacha hizi donge zangu zipate hewa tena kama kwa dakika 10 au 15 kama unavyoona kidogo zimevimba. Yes, nikabiki mikate kwa moto wa 180 kwa dakika 20. Baada ya hapo nikaacha mkate wangu upoe, alafu nikaweka condensed milk au maziwa mazito juu kwa sababu inakuwa ni more sweet. So baada ya hapo kama unavyoona mikate yangu ilikuwa ni mizuri sana. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share guys.